Your presence is the difference in my life. Your presence is the difference in my life. Oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Your presence is the difference in my life. Your presence is the difference in my life. Your presence is the difference in my life. Oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Your presence is the difference in my life. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Your presence is the difference in my life. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Your presence is the difference in my life. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Your presence is the difference in my life. Wow, wow, wow. Wow, umesikia hizo vocals, Melody? Yes, awesome vocals. Thank you. Napenda sauti yako. Asante, nashukuru. Na unajua kuitumia vizuri. Nashukuru Mungu kwa neema. Uko poa lakini? Kabisa. Aha. Mungu amenilinda, kunihifadhi. Nashukuru. Alright. Bwana vipi? Bwana shwari. Mimi naitwa Lo General Kakaboni, na hema nasema kwa rehema na neema nipo huru, nashukuru. Maana nimeona nuru Mungu anasaidia. Bwana vipi? Bwana shwari. Na leo ni siku nyingine kubwa tena sana. Muona Melody vile alivyofanya mambo. Hii ni kionjo tu, manake Jumapili ndo habari kamili. Kuna kitu kikubwa kinafanyika hapa kanisani GGV Meru, almaarufu Alabaster Festival. I love your t-shirt. Thank you. Angalia t-shirt kwanza hapo. Asante. So tuko hapa na Melody Makena kutuelezea zaidi kuhusiana na Alabaster Festival. Saizi kudanganyi, habari kuu mjini ni Alabaster Festival. Nenda katika mitandao ya kijamii, memes, kila mtu tu Alabaster Festival. Sasa kuna maswali mengi watu wanajiuliza, hii Alabaster ni speaking in tongues, ni kuriba sijini? Na tuko hapa, Melody atakuwa anatuelezea yote kwa kina tuweze kufahamu Alabaster Festival ni lini. Ni tamasha kubwa tena sana. Naaminia ni tamasha kubwa tena sana, linafanyika kwa mara ya kwanza hapa mjini Meru, hapa si Meru baide, nchini Kenya. Hii ndio ya kwanza inafanyika. Na anayeandaa kongamano hilo ama tamasha hilo tuko naye hapa, Melody Makena, a seasoned worship leader. Kwa muda mrefu tena sana. Unabariki watu wengi tena sana, Melody Makena. So karibu tena sana. Najua nimekuongelea na kuna watu nakufahamu, umekusikiliza, lakini labda mtu ni mara yake ya kwanza kuweza kukuona ama kukusikiliza. Naomba ujitambulishe kwa tafadhali. Asante kaka. Nashukuru Mungu kwa neema. Alabaster Festival iko karibu sana. Tunahesabu siku 5. Lakini kabla tuyaongelee hayo, ningependa kusema kujitambulisha. Ndio. Jina langu ni Melody Makena. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nashukuru pia kwa neema ambayo amenipa ya uimbaji katika ibada na sifa, na nimekuwa nikiyafanya hayo kwa muda. Mimi nimezaliwa kule Igembe Central. Watu wengi hushangaa wakisikia mimi nimetoka Igembe. Igembe Central, Njia Ward, na kijiji ama village inaitwa Kedhare. So pale kwenye kanisa la MCK Kedhare ndipo nilianza kuimba. Kwenye Sunday school, kwenye youth, wale ambao tuli grow na wao pamoja huko wananijua. Tulikuwa tunaimba na wao huko kwenye youth, na nilianza kwenye Sunday school, tukaingia youth,
na tukawa na wakati mzuri sana katika uimbaji. Enzi hizo hakukuwa na mambo mengi, lakini tulikuwa tunasikiza cassette, tunajifunza nyimbo na binamu zangu, alafu tunaimba na wengine pia kwenye kanisa tuna practice, alafu tunaenda kwa ibada, tunasema tuko na wimbo, tunapewa nafasi, tunaimba. Wow. Kwa hivyo wakati huo nikiwa bado mdogo ndio niligundua ya kwamba Mungu amenipa kipawa hiki cha kuimba, ama ni kipawa hichi. Unajua siku ya leo umeniweka kwenye hot seat ya Kiswahili. Kiswahili chako kizuri sana Melody. Asante kaka. Ndio. Hivyo nilipogundua hilo, nami nilipoendelea kumjua Mungu zaidi na kuelewa mambo ya Ukristo, nikapeana maisha yangu kwa Yesu. Wow. Nilipopeana maisha yangu kwa Yesu, nafikiri wakati wa kwanza nilikuwa kama class 8. Ndio. Pale ambapo sikuwa naelewa sana, lakini nilikuwa napenda mambo ya Mungu. Manake mama yangu alikuwa wale lay preachers wa Methodist. Wow. So popote alipoenda nilikuwa namfuata. Kabla ahubiri ananipatia nafasi, mimi naimba. Wow. Hivyo nikawa nimeelelewa katika misingi ya Kikristo na kumjua Mungu, kusoma neno. Mimi hadi wa leo niruhusu nikukatisha. Anaitwa nani mama yetu tumtambue? Ndio. Mama yangu anaitwa Sara Ndiara Mutiaine. Wow. Yes. Nakupenda sana mama. Mutiaine is my dad. Thank you so much mom, pia kwa kunipa hiyo nafasi na kwa kunilea katika hiyo misingi ya kumjua Mungu. Hivyo pia nilikuwa pia namsomea katika ile inaitwa nini? Plan. Kuna ile utaratibu wa ukiwa mhubiri kwenye kanisa la Methodist, unapewa taratibu, kuna scriptures. So zile scriptures alikuwa ananipea moja ama mbili na msomea. Kwa hivyo hadi wa leo mimi Biblia ya Kimeru naisoma kuisoma. Wow. Nilijifunza hivyo na nashukuru sana wazazi wangu. Mungu awabariki zaidi na waishi miaka mingi. So nilipompokea Kristo sasa nikawa zaidi na ufunuo wa kuimba kwangu. Hivyo sikuwa naimba tu. Na nilipoenda high school nilisomea pale Kaga Girls hapa Meru, hapa tu. Wale walisomea huko hiyo miaka nilikuwa kule wananijua. Na tulikuwa tunaimba kwenye kwaya ya shule na kwaya ya CU. Kwa wakati mmoja nikiwa I think form 3 form 4 nilikuwa the choir mistress. Wow. So pale pia nikaendelea kumjua Mungu, manake nilikutana na wengine kutoka maeneo mengine ambao walikuwa wanamjua pia Mungu zaidi. Tulikuwa na very powerful leaders wa CU, wakatufunza pia, tukaelewa zaidi wokovu, na pale mimi sasa wokovu ukakita mizizi. Wow. So hata niliporudi nyumbani nilikuwa mimi nimetoka kiwango hiki nikafika kingine. Manake nimejihusisha na watu wengine ambao wamemjua Mungu, wakanifunza kusoma neno, kuomba, kuimba sasa na ufunuo mwingine, si ule tu tunaimba tu for the sake juu ni kanisani na wana youth tutapewa nafasi. Hivyo maisha yangu yote ya high school nilikuwa napenda kuimba, kuongoza ibada, na pia nilipomaliza nikaenda college. Pale nakumbuka kulikuwa na wakati mmoja kulikuwa na kitu ya kuimba, nikajiunga nao tukaimba. Na nilipokuwa pale nikawa naishi na aunti yangu nikiwa college. Nairobi. Alikuwa anaishi Kangemi. Sasa pale Kangemi nikawa naenda kanisa ambalo linaitwa Harvest Center Fellowship. Wakati huo hiyo kanisa ilikuwa chini ya Bishop Wachara, Philemon Wachara. Wakati huo ako Marekani, lakini wakati ule ndiye alikuwa askofu. Na pia yeye alikuwa anapenda worship sana. So alikuwa anatuhimiza, na pale ndio nilikutana na mwimbaji kama Eunice Njeri. So umegonga ndipo. Manake mimi siogopi kusema, na kusema mara nyingi hata nikiwa kwa radio. My all time favorite gospel ama worship minister hapa nchini Kenya ni Eunice Njeri. Wako wengi tunawaheshimu, tunawapenda, mama zetu kina Saraki. Lakini ukinifuatia, maana yake nimemfuatia tangia alipoanza huduma yake.
she stands out for me. Yeah. She was always my all time favorite. Wale wengine nawapenda, si hadi siwapendi. Yeah. Nawapenda, nafuatilia muziki wao, nacheza muziki wao kwa radio. But Eunice Njeri kuna vile sijui ni nini alifanya kwa moyo wangu. Nampenda sana. By the way, juzi ni wiki iliyopita nimeachilia ngoma mpya kwa YouTube, Ayala. Sio kama umeona. Ayala nimeona. Hatari sana. Hiyo zote ni hatari. Alianza huko kwenye Tukuzwe. Ndio. Hizi za mwisho akafanya Jesu Karimi na sasa Ayala. The last live recording. The last live recording. Sure. Sasa kule kwenye hilo kanisa pale Kangemi ndio tulikutana na Eunice Njeri, tukakutana na Ann Boston. Sijui kama umejua hilo. Ann Boston alikuwa na live recording pia hapa juzi hapa Meru. Ana tujajuana juzi hapa Meru. Tulijuana enzi zile. Naye akaja huku Isiolo nami nikaja Meru, sasa ikawa distance sio kubwa, tunapatana, imepunguzwa. So waimbaji kama wale tulihimizana sana na wengine kina Moeni, wako wengi hata sasa wanamtumikia Mungu pale. Tukawa sasa tuko na nia moja. Ndio. Tukawa tunaangalia mahali pamoja, tuko na desire moja ile ya we want to grow in music, we want to do something good. So tulikuwa tunakutana karibu kila siku asubuhi saa 4. Wow. Ufanye kazi yako yote umalize kule uliko saa 4 tukue hapo kanisani. Chapa practice ile tunaitanga tizi. Na tulikuwa na mwalimu wetu Maingi, alikuwa anaitwa Mr. Maingi Daniel. Hata wa leo ananifuatilianga kujua vile naendelea. He was a good man. Sisi tukawa pale tukaendelea kumtumikia Mungu, na pale pia nikiwa college na nilipomaliza nilikuwa sana kimziki. Manake pia huko nje nilikutana na wengine, nilikutana na waimbaji wengi sana. Wengi sana. Siwezi hata nikawataja kina Florence Andenyi, akina Helena Ken, akina tawakumbuka wote, Faith Kithel, au wote nilikuwa nakutana nao sana sana. Sana courtesy of Maingi, my choir teacher, my trainer. Juu sasa alikuwa anatupenyesha vichorochoro huko za River Road, tunakutana na wao huko, tunajua mziki vile inafanywa, na ulikuwa wakati mwema. Nasema nilienda shule kule mjini, lakini pia nilijifunza sasa mambo ya mziki na nikaelewa mambo mema zaidi kuliko yale niliyoyajua. Nikajua you can do music, good music, ambayo inapendeza masikio ya watu na pia inampendeza Mungu. Hapo unagusia swala la skills. Unaweza kuzungumzia about skills. Maana yake siku hizi mtu anakwenda tu studio, anafanya vitu vyake, alafu kama unataka kucheza ngoma yangu, hebu zungumza about your growth ya music na muhimu kutumia kuimba mziki kutumia skills ama ujuzi fulani. Maana yake inaweza kuwa kweli umepakwa mafuta lakini hapo kwa ujuzi. So hapo naona kuna jambo nataka ulizungumzie tafadhali. Hilo ni swali nzuri kaka, na ningependa kusema kwamba wapo wengi ambao wamebarikiwa na kipaji. Ndio. Yani naturally tu you can sing. Hata wakiwa kanisani ukiwasikiza na wako kwa congregation wanaimba vyema, wanaimba vizuri. Na kuna wale ambao pia labda hawako sawa vile kwa kipaji, lakini wanajifunza kwa sababu ya ile interest. Interest ni nini kwa Kiswahili kaka? Kwa sababu ya ile interest. Wameelewa. Wanajitahidi. Ndio. Wana correct pale ambapo wanakosea, wanaenda wakiboresha ile ule ujuzi wao. Ndio. Wa kuimba. Kwa hivyo either way, huyu mwenye ana kipaji ama huyu mwenye ameboresha ujuzi wake wa kuimba ama ile interest ya kutaka kujua kuimba, wote wakijituma kwa njia sawa wataweza kuachieve. Njia sawa ni gani? Mazoezi. Pia kusikiza wengine. Ndio. Kuna vile utajiamini sana, hautajua kwamba uko nje kuna kitu kizuri. Wameru wanasema ati ukikatu kwa mama yako unafikiria chakula cha mama yako tu ndicho kitamu. Haujatoka kule nje ukajua kuna wengine wapishi bora zaidi. Ndio. Hivyo basi
wakati una ujuzi, wakati ama una kipaji ama uko na ujuzi kidogo, unapenda kuimba, unaweza kuboresha ile. Ya tatu, kama utarekodi mziki. Ndio. Kama utarekodi mziki, tafuta studio mzuri. Kama si live recording unafanya, tafuta studio mzuri, tafuta producer mwenye anaelewa ni nini haswa unataka, na pia waimbaji ambao wanakubaka, ama kama ni wewe pekee unajifanyia backup, because it's possible, unaweza imba sauti zote tu juu ni studio, it's digital. Inaprogramiwa, unaimba sauti hii, hiyo ingine, unamaliza na unafanya part yako. Lakini tutafute studio mzuri na producer mwenye anaelewa kazi yake. Ndio. La pili pia, kama utafanya video, fanya video nzuri tu standard. Sisemi ukatafute za 1,100 kama huna. Hata na pesa ile list kabisa unaweza fikiria, you can get a good video. So that hiyo wimbo ya studio ikifikia Kaka Boni pale GGV FM 97.1 hata shindwa kucheza, kwa sababu kuna ile atacheza pia wasikilizaji watashindwa, leo kaka ni nini. So the quality is really important. It is paramount in everything you do. Hata sio uimbaji pekee, hata maisha. Ndio. Tafuta quality, si ndio? Fanya kitu ambacho hata mtu akikitazama ama akikisikiza anataka tu asikize. Kama ni video unataka tu uangalie, uone vile inaenda, you just enjoying. Your eyes are being fed with something nice. Wakati huu tunaingia kwenye era ya live recording sana. Ndio. Hiyo hapo sasa ndio mambo yamechacha. Hapo sasa ndio unahitaji extra effort. Kwa sababu sasa hapo uko na kikundi, ndio, uko na band, ndio, lazima ni mziki wako mnaunda. Lazima sasa ile extra effort ikuwe imewekwa kwenye mazoezi, kwenye utunzi. Pia utunzi, tusitunge nyimbo zenye zina azieleweki. Hapo sasa unaweza tafuta mtu mwenye sasa ni bora zaidi kukuliko wa kukusaidia. Kama ni umetunga wimbo, asikie kama ina flow ama kama haiflow, akwambie labda hapa tufanye hivi, na kwa sauti zile harmonies. Kama huelewi ama kikundi hakielewi, look for someone who is graced in that area. Na hiyo pia itakusaidia ndio utoe kitu poa yenye hata tukisikiza na ni live recording utapendezwa. Ama uwe umeattend hiyo live recording because it's live na iko na audience. Wale watu wenye watafika pale wawe ni kitu wanaenjoy. Kwa hivyo kama una ujuzi ama una kipaji, pia utahitaji watu wengine ambao wako better than you. Utahitaji a good studio and a good video producer. Ndio. Sijui kama nimesema yote. Hapo umegonga ndipo. Na usikize pia wengine. Na ukue at least na mtu mmoja ama wawili ambao unaweza omba ushauri ama kuwasikia. Hata kama huwajui ama wako mbali, just listen to them. If there are people that mentor you or the people that inspire you in one way or the other. On that note, tulikuwa tuko hapo mwanzo tukielezea safari yako, lakini jambo limejitokeza hapo. Umezungumzia swala la live recording, ambapo sasa imekuwa imeshika sana. Kenya imeanza ku take momentum. Ilianza sana maybe kule South Africa, Nigeria, Tanzania wakachukua, the running with it. Sasa hivi wanasonga mbele sana, lakini hata Kenya tumejaribu kumeanza kuwa na live recordings. Unaonaje taswira ya muziki wa Kenya kwa sasa hivi? Iko katika hatuwezi kuweka scale tukasema alama ngapi, lakini ule utaratibu ama mtazamo ambao muziki wa Kenya umechukua hasa wa gospel. Ningependa kusema I think we are at least we have tried. We are somewhere. Kwa sababu mimi nilipoanza kuelewa muziki, kuna mahali muziki ulikuwa. Siwezi penda kupeana example ya for example hapa, lakini wale ambao labda wamefuata muziki ya Kenya, wanaweza sema tulitoka pale chini, tukapanda. Sasa hata kama hatujafika kileleni, tuko mahali. Kwa sababu hata ukisikiza zile live recordings watu wamefanya, kina Kestin Bogo, dada yangu, kina Sylvia Akoth, hilo jina ndilo nilikuwa natafuta. Sylvia Akoth, Florence amefanya yake the other day, and then Evelyn Wanjiru,
Jane Aller, my mom, Ishavuka Sharon, hao wote tunawataja tu, si kusema wao wengine hawajafanya kitu mzuri, tunawataja tu just an example kusema ukisikiza muziki kama hiyo unaelewa kuna mahali muziki wa Kenya umefika. And we are moving on well. Labda hatujafika kwa wale wengine kiwango chao, but we are really coming up by the grace of God. Na waimbaji wale ambao wanatazamia kuwa na kazi nzuri, kama mimi nime attend live recordings zote za Jane Aller, kwa sababu nimemfuata kwa muda. Hivyo nilikuwa nasikia tu hivi ako na live recording, mimi naenda yote, ya kwanza pale Luiliki Auditorium, ya pili pale Sitam, ya tatu pale KICC Savo Ballroom, na zote nimeona pia yeye anaenda tu hivi. Anaenda ya kwanza, ya pili, sasa ya tatu ikawa kule juu kabisa, unaona. So that is how music should be, even kwa mwanamuziki yoyote. Usiwe tu pale ulianza milele yote. At least try and make it better and better. Hivyo kujibu swali lako, muziki wa Kenya umekuwa kweli kabisa kikweli. Hapo nakubali hata mimi sana. Wow, unafanya kazi nzuri, na umezungumza jambo moja na kwamba umemfuatilia Jane Aller kwa muda mrefu, hasa live recording zake. Kitu ambacho lazima pia nikupatie maua yako. Mimi nimekuona muda mrefu, you are very supportive. Hakuna live recording ambayo imefanywa hapa Meru. Iko saizi imefanyika pia hapa Meru, kina ndugu yangu Mwenda Gishuru, kina Susan Martin, umekosa kwenda. You are very supportive of your fellow ministers. Unawa support sana. Kiukweli. I think this time ni vizuri, si ati kurudisha mkono, lakini pia ni vizuri kuja kusupport our sister for the Alabaster Festival. I know you're going to be talking about Alabaster Festival, lakini nimekufuatilia historia yako ya muziki. Ulianzia tangia ukiwa mdogo. Na kitu sijui kama nitachoma, lakini Melody tumezungumza kwa muda mrefu, ni dadangu. There's something you told me about your name. Yes. Melody. Melody is about music. Lakini kuna kitu Melody aliniambia alikuwa hapendi hilo jina. Kama nitachoma, nilikuwa silipendi kabisa. Sababu ilikuwa ndio jina sio mbaya, lakini kwa ule utoto sasa sikuwa naelewa. Nilikuwa nikienda shule nakuta kuna Joy, Grace, Faith, Mercy, na kama kuna Faith mwingine, kama kuna Mercy kuna Mercy mwingine, kama kuna Joy mwingine, lakini Melody shule nzima ni wewe pekee yako. Kuna Melody. Sasa mimi nilikuwa narudi nyumbani nauliza mama, mama, uliniita jina hata alina mtu mwingine tu. Seriously. Yani ulitafuta tu ukaniita Melody. Hakuna mtu mwingine in the whole school, nobody else is called Melody. Then hapo ndio my mom ali have to explain why she did that. Wow. She had given me other names. Then the man who was their best man akakuja akamuuliza, kwa nini jina hili gani umeniita mtoto, mtafutie jina lingine. Sasa alisema ndio yule anaitwa hivyo asifeel ni kama sio jina nzuri, ni jina nzuri. Na la pili pia Makena akawa ameniita lingine. Sasa my grandma akamwambia usiite mtoto hilo jina, hata hilo si jina baya, lakini sasa ndio nikaja kuwa Makena. Sasa kwa Melody akaniambia alikuwa na kitabu, kijitabu tu kadogo, kako na feminine and masculine names. Akaperuse. Ndio. Kufika kwa M, juu inaenda alphabetically. Kufika kwa M akapita akakutana na Melody. Wow. Ika-click kwa kichwa chake. My mom anapenda muziki. Wow. Hata kama ni ile ya hata kama ni ile tu ya nyumbani ya ile ya kiadho ya nyumbani. You know what kiadho is? Yes. Kiadho is sherehe. So anapenda muziki. Wow. So akagutuka akauliza, Melody ni jina la mtu. Then why am I looking further? This is the name of my daughter. Mom aka change kutoka hilo akasema basi ni Melody. Na shosho yake amesema don't call your child that other name. Sasa wacha tumuite Makena basi. Wow. So mimi nikawa nimeitwa Melody Makena. Melody Makena is the name on my birth certificate, is the name on my ID.
is the name on all my documents. Wow. Yeah, because wengine ufikiria ni AKA. Sio AKA. Very melodious or rather musical name. Power of names. Yeah. Unaona mama alikuwa anaona nini? Alikuwa ameona maybe there's something about music in you. She might not have done it akijua, but Yeah. it was prophetic. Prophetic. Kwa sababu alisema Melody ni jina la mtu na mimi napenda kuimba. Then kama Melody ni jina la mtu, then I can call my daughter Melody. Wow. Because it's something also she loves to do and she enjoys. So labda hakujua ananinenea. Ni hivyo ndivyo ninaionanga saa hii nikiwa mtu mzima. Hakujua ananinenea, lakini sasa ikawa mimi nami nilipokuwa nikajikuta napenda muziki, najihusisha na kuimba, and here we are. Wow, here we are. Yes. Here we are. Yes. Yeah. Here we are, and on Sunday 15th we have Alabaster Festival. Hebu izungumzie kidogo Alabaster Festival. Alafu tutarudi pia katika safari yako maana ni muhimu. Yes. Alabaster Festival. Siku ya kwanza nilipo izindua, the word, the title of the event. Yes. Nilikutana na maswali mengi. Maswali chungu nzima. Niliona. Ai, Alabaster ni nini? Hiyo ni lugha gani? Hiyo ni tongue mpya. Hizo ni tongues. Hiyo sasa ndio nini? Alafu ni festival, unamaanisha nini? Sasa unajua ukisema festival, ndio nashindwa tunaenda kula ama tunaenda kufanya nini, na hii Alabaster hatuelewi nini. Already tumetoka kwa music festival pale Butere wakafungiwa, sije tukaja tukafungiwa. Sasa Alabaster, ningependa kuongelea Alabaster. Ndio. Alabaster, if you read the scripture, ukisoma Biblia, kuna mahali kuna story ya Alabaster box. Na kuna kwa ile Alabaster box kuna mama ambaye wakati Yesu alikuwa kwenye mkutano mahali, alikuja na ile Alabaster box. Alabaster ni nitasema nini kwa Kiswahili? Ni kama vile kuna clay inaunda nyungu. Sasa hii Alabaster ni hiyo material inatumika kutengeneza ile box. It's made of something they call spikenard, a very rare I don't know, hiyo material. It's a rare one. Haipatikani kwa urahisi. Ni kumaanisha pia ni gali. Ni kitu cha thamani kubwa. Naam. Kisha pale ndani ya ile Alabaster box ama Alabaster jar, some of the scriptures zinaita hivyo. Kuna scriptures mingi zimeongea kuhusu hiyo. Ukisoma Yohana 12 utapata hiyo story, na pia iko kwenye Marko, iko kwenye Luka na iko kwenye Mathayo. Ndio. Utapata huyo mama alikuja nayo hiyo Alabaster box. Ndio. Kuzidisha ilikuwa na perfume ndani, a very expensive perfume. Marashi, ni marashi? Marashi. Ndio. Sasa alipokuja nayo akaenda kwa Yesu. Ndio. Aliivunja ile ja. Aliivunja, akamwaga yale mafuta kwenye. Ndio maana yake naona kwa the t-shirt na nani hapa kuna ja imevunjika. Ndio hizi pebbles zake na inamwaga the ointment. Nayo ikimwaga, unaona hizi ni clefs, G clefs, quavers, mziki unapanda. Ni sound. Naona hapa hivi. So it's symbolic. Yes. Na sasa nitasema the Alabaster pia sasa si kama cameraman anaweza kuona hapa. Naweza kuzoom hapa. Hapo amepata hapo. Unaona? So yule mama alipomwaga yale mafuta, alimpaka Yesu kumanoint. In some of the scriptures wanasema kichwa, hiyo ingine wanasema miguu. I think Luka wanasema miguu. Hizi scriptures zingine wanasema kichwa. So nina imagine alimwanoint kichwa, akamwanoint miguu, akachukua nywele yake akaanza kumpanguza nayo. And she was down there at the feet of Jesus. Luka inasema she was a sinful woman.
na wale wanafunzi walikuwa pale, Ndio. akiwemo Judas. Akiwemo Judas. Ndio. Kwanza Judas alikuwa amebeba mkoba. Yeah. Sijui huo mkoba ulikuwa wa nini? Ulikuwa CS wa treasury. Treasury. Alikuwa mweka hazina. Yes. Sasa wanafunzi pale wakateta alipofanya lile tendo. Naam. Wakauliza, huyu mama analifanya hili kwa nini? Anavunja this expensive jar of perfume. Anamwaga, ana waste ni kuharibu. Yeah. Anaharibu, hii ni pesa. This is money. Actually I think kwa John walikuwa wameanza kuihesabia ingetoka pesa ngapi. Ingetoka pesa ngapi? Calculations zake. Calculations wapatie maskini. Sasa hayo yote Yesu alikuwa ameelewa ni nini yule mama anafanya. Kwa sababu kwenye Yohana pale ndipo alisema, Biblia inasema and Jesus understood it. Wale hao wanateta, Judas kwanza amebeba mkoba, ako ready kuweka ile hazina ndani. Lakini Yesu akaelewa. Biblia inasema and Jesus understood it. Wow. Akawaambia, nyinyi hawa maskini mnao kila siku. Lakini mimi siko hapa siku zote. Huyu mama alichokifanya ni kitendo cha muhimu cha maana. Wow. Amenipaka mafuta in preparation for my burial. Ni kumaanisha hata huyu mama alikuwa na ufunuo alipofanya lile tendo. Na pia kama alikuwa mwenye dhambi kama walivyosema, kwa sababu kwenye Luka yule jamaa hakuongea, huyo mmoja wa hao wanafunzi hakuongea, alifikiria tu moyoni na mawazoni. Kumbe Yesu yule mwenye anatuelewa na anajua yote zaidi, alikuwa ameona, amesoma tayari. Amesoma. Akamwambia, hiki mimi nimekielewa alichokifanya. Ndio. Amenipaka kwa matayarisho ya burial yangu, ama whatever the whole process of Jesus death and burial and resurrection. Yes. Lakini akamalizia pale akasema, popote ambapo injili itahubiriwa, ndio, na huyu mama hatawahi sahaulika kwa sababu ya hilo tendo alilolifanya. Hata leo tumemkumbuka kwa interview. Hata leo tumemkumbuka hapa kwa interview. Yes. Kwa hivyo the alabaster is symbolic of worship. Hapa tukisema alabaster festival, ni kama kusema worship festival. Festival ni kukusanyika, kufurahia, kuwa pamoja, kuna hiki na kile kinaendelea. Maanake ile siku itakuwa kuimba, kusifu, kuimba, yani itakuwa festival ya ukweli. Hebu sema festival kwa Kiswahili. Tamasha. 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 Kusema worship festival. So nikisema alabaster festival ni kama kusema worship festival. But just to change the narrative, yes, I used alabaster because the alabaster is symbolic kulingana na hiyo maneno ambayo ilifanyika pale miguuni pa Yesu. Manake pale kuna vitu vitatu Melody vya gharama sana. Pale kuna hiyo chupa, hicho chombo kilichukua kimewekewa marashi cha bei ghali, tusema thamani yake ilikuwa ya juu sana. Kuna marashi yenyewe si bei nafuu, najua ghali. Alafu pale kuna nywele za mwanamke. The glory. Yani hata wewe gusa chochote lakini ukigusa nywele ya mwanamke umegusa murima. Yani everything ilikuwa expensive, ya thamani sana. So how is it symbolic na worship? Wakati tunakwenda mbele za Mungu, ndiyo, ama wakati tunatoa ibada, ndio, ile ibada actually our tagline, ukiangalia nyuma ya hii t-shirt imesema broken and poured out, ama pia hapa broken and poured out is our tagline. Wakati unamtolea Mungu ibada, ndio, huo ni wakati ambao umesahau yote. Umejiachilia mwenyewe na wewe na mawazo yako na kila kitu ambacho kiko ndani yako. Everything that is of value in you. Umeibwaga pale mbele za Mungu. Umejitoa kabisa, because hiyo sacrifice ndio, yani roho ambayo imebondeka
ndio Mungu anatamani. Biblia inasema kama angehitaji dhabihu za kuchoma tungemtolea. Lakini the sacrifices of God are a broken broken heart and a contrite spirit. Is it a broken heart and a contrite spirit? The Lord will not despise. Yani ingekuwa ni kuchoma makondoo na nini tungechoma. Lakini wakati tumekwenda tumevunjika mbele ya Mungu, ile kujiachilia ndio na roho zetu zikuwe open kwa yeye pia kutuhudumia tunapomhudumia kupitia ibada. That is the most valuable thing you can give unto God. Hata hahitaji hizo sacrifices za kuchoma kama zile za kitambo. Kwa sababu he is the sacrifice on the cross. So hapo kwa sacrifice na kuchoma tulitoka. Kile anahitaji kwetu ni huo moyo ambao umepondeka. Yeye hata udharau. So we are going on that day and any other day we are worshiping broken and poured out, giving out our most valuable things before the Lord and worshiping and praising him, forgetting everything else. Hivyo ndivyo tunataka kuja hiyo siku. Na ni Jumapili hii? Na ni Jumapili hii, the 15th. Hebu ambie. Alabaster Festival is coming to you this Sunday, 15th of June 2025, the very first one. Tunaiita the Alpha Edition. The Alpha Edition on 15th, Sunday 15th. Hii Sunday inakuja ni siku tano tu. Siku tano tunahesabu. Then the time is 2 p.m. Utakuwa umekwenda church kwenu na ukatoka ukafika mapema. Ndio uingie mapema, usipitwe na lolote. Tutakuwa na waimbaji wengi, tutakuwa na Jane Aller, tutakuwa na ni wataje? Sawa. Jane Aller, by the way, mimi kuna mtu akimtaja Jane Aller kuna ngoma mbili zina stand out. Ile Ebeneza. Ebeneza, you've been my God. I say hiyo ngoma naipenda. Alafu kuna nyingine kuna nyingine alipiga mwingi sana. Sidhani kama shefanya ngoma nyingine kali kwa mtindo huo kama hiyo. Inaitwa Yawe. Seben alitendea haki. Alifanya Yawe na Liz Korir. I say mama ulipiga mwingi sana. Ile ya the first live recording. The first live recording alifanya Liz Korir. Sitaki kumchomea lakini nimejua ni gani. Sasa jaribu kuimba saa hii. Yes. Lakini nimejua ni gani. Hiyo ngoma ni kali sana. That was the very first live recording. Pale Luiliki Auditorium Museum. Aliupiga mwingi tena sana. So hizo nyimbo mbili sijui akifika tutamuomba asikose hiyo. Kuomba tu mama ikifika siku hiyo kama unaweza kutupigia hizo mbili. Moyo wangu utafurahi. Zingine zote ni kali namfuatilia lakini those two songs stand out for me. But si peke yake najua kuna rafiki yangu hapa Mwenda Gishuru. Maana upiga mwingi sana. Atakuwa Mwenda Gishuru atakuwa my brother and my friend. Tumetembea naye hii safari sana na namshukuru sana because he has a big heart. He has a big heart for everybody and he's ready to walk the journey, help where he can. Na naomba Mungu amzidishie baraka. Mwenda Gishuru atakuwa. Carol Kerema, my long time friend and sister. Tunamwitaga mama yao. Tumefanya wimbo na Carol Kerema. Tulifanya cover ya Let Your Living Waters flow over my soul. Tukafanya Roger Wakurwa moyo, Rojo riendene kwa Kerundwa kuwa moteru ambojore Mato jande maga Berigoya kwayo ndendareta keregoe. That is Let Your Living Waters flow in Kimeru. So tulifanya hiyo wakati covers zilikuwa na alizipiga sana. Ako nazo mingi sana. Carol Kerema will be there. Susan Martin. Kuna nyingine mlifanya wakuabudi. Mlifanya wakuabudiwa na Caro. Ni wewe. Wacha niimbe kidogo. Labda watu hawajui hiyo. Wakuabudiwa ni wewe
Mungu wa kupewa sifa ni wewe, Yesu, wa kuabudiwa ni wewe, Mungu wa kupewa sifa ni wewe, Yesu, wa kuinamiwa ni wewe, Mungu. Wow. Mwanangu ni kionjo tu. Jumapili ndo mpango mzima. Amen. Yes, Amen. Melody. So ni baadhi ya wanamuziki ambao wanamuziki wale sasa wa Meru. Ndio. Tuko na Mwenda Gishuru, tuko na Carol Kirima, tuko na Susan Martin. Susan Martin amefanya live recordings 2 sasa. Ako na nyimbo nzuri sana, unaweza kwenda pale kwenye YouTube ukampata. Tuko na Gloria Mwirigi, amefanya nyimbo kadhaa pia wakadha. Kuna song moja inaitwa Uweponi pia. Ukiangalia ile video kwenye YouTube, Uweponi, utaona hii sura. By the Melody nimeona kwa video nyingi sana. Hata kwa Eunice Njeri nilipoona. Hata kwa Eunice Njeri niko, tulianza pale Kangemi na tukafanya, I think hapo sasa ndio nilifunguka macho kabisa. Tukifanya hiyo The Bwana Yesu album. Bwana Yesu album tulifanya kwa studio pale ya Jafet Kasanga. The Kasangas. Yes. Wako na studio ingine Murwa, the legendary, studio poa sana ya audio recordings. Hizi is a studio production. Hapo ndio tulifanya, na pia sasa kwa video ndio nikawa pale kwenye video. Nilikuona hapo. Miaka imepita kidogo, uliniona. Yes. So hapo ndio tulianza. Na sasa tuko hapa, Mungu ametusaidia. So hao waimbaji wote tutakuwa nao. Sasa yule mwenye ametoka outside the county, Jena Ler. Tutakuwa na pia worship team ya GGV Church pale ndipo na hudumu. That's my family. The GGV Praise and Worship team will be there. We are going to sing and dance. The Nation Worship team, where I also serve with Mwenda Gishuru, watakuwa pale. Yani itakuwa festival. Yani ni festival ya ukweli. Ni tamasha kweli. Tamasha ya mziki, tamasha ya ibada, sifa, kushukuru, kudance, kuambia tu Mungu asante kwa sababu nimetembea safari hii. Nimehesabu miaka 1 2 3 4 15 years. 15 good years. 15, nikitumikia Mungu sasa 15, nikijielewa 15 years. Nikijielewa 15 years of serving God, of singing, of leading worship and leading. Nilianza kwa kwaya, by the way. Kwenye kwaya. Ninapenda kwaya hata wa leo, mimi huwezi nitoa hapo. Kwa kwaya. Kuna song moja by the way tulifanya ambayo Eunice Njeri ndiye aliongoza pale Kangemi. Johnny muone Bwana yu mwema. Umenipatia memories wewe. Ni mpya kila siku. Hakuna aliye kama Mungu wetu. Ishara, maajabu yote yatoka kwake. Hakuna aliye kama Mungu wetu. Ishara, maajabu vyote vyatoka kwake. Hebu enda utazame hiyo video. Naijua kwa sababu ulikuwa ukiniona kutafuta. Maana ukiniona utajua Yesu ni Ebeneza. Na kumbuka ngoma ilireleasewa kama a single. I remember it was just released as a single. Tulitoa zikiwa mingi but hiyo sasa ikavuma. Nakumbuka ikatolewa. Nitaenda kuitafuta maana yake kwa YouTube nitaitafuta. Yes, nashukuru Mungu kwa neema tumetembea hiyo miaka na tunamshukuru. Si kwa matendo, si kwa nguvu, si kwa sababu tuko bora zaidi kuliko wengine, lakini ni kwa neema ya Mungu tuko hapa. Hatujarudi nyuma, hatujashindwa, hatujakufa moyo, hatujafa moyo, hatujakufa. Actually sawa ni hatujakufa moyo, lakini hatujafa imefupishwa. Pia ni sawa. Asante. Kiswahili nimejaribu. Hiyo fees mamangu alilipa, alifanya vizuri. So hatujafa moyo, hatujachoka, hatujarudi nyuma. Ndio. Hiyo miaka hiyo yote tumetembea na Mungu. Kuna majaribu hapa na pale,
kuna magumu hapa na pale, milima, mabonde, lakini hakuna jambo gumu ambalo Mungu hawezi kuvukisha. Niruhusu nikuulize, kilichokusimamisha ni nini Melody? Maana kiukweli wewe umekuwa katika muziki wa injili kwa muda mrefu. Unaweza kushuhudia pamoja na kwamba kuna na muziki tulikuwa tukiwaangalia kitambo, labda walikuwa wazuri tu, lakini baadaye wakapotea hivi hivi. Mara nyingine inatokea na makashfa, scandal. Siku hizi kuna kitu inaitwa kiki, mpaka mtu apige kiki ndio unajua atoke. Ila wewe, mimi sijasikia kiki yote, sijasikia scandal yote kuhusu Melody. Kilichokufanya usimame muda huo wote mpaka sasa ni kipi? Kwa sababu ya ushauri pia kwa wale wanamuziki ambao labda wanachipuka. Mwanzo nimesema neema ya Mungu ndio huwa inatubeba. Kwa sababu majaribu ni mengi. Sana sana kwenye ujana wetu, hata wewe unaweza shuhudia hata kama ukishaoa, si ndio? Ndio, bila shaka. Ujana una mambo mingi, una misukosuko na una majaribu pia. So many things that could lure you into other things that are ziko kinyume na mambo ya Mungu. Ndio. Lakini mimi nilipookoka na vile pia nililelewa, nilipata amani sana kwenye hayo maisha ya kumjua Mungu. So kwa safari yangu yote nimeomba Mungu sana ni remain focused. Ni remain very focused. Hata majaribu yakija na yashinda, I remain my eyes fixed on Jesus, the author and finisher of my faith. Amen. Kwa sababu hata yakija yapite, unabaki tu na Yesu. Ndio. Nimekumbuka song nyingine ya Upendo Nkone. Yani unabaki tu na Yesu, unabaki na Yesu na unajua hata haya yakija hivi mawimbi yatapita, na hiki na kile kikinifanyikia, ama nikijikwaa nianguke, nikisimama bado nikimtazama Yesu nitaweza kuendelea na safari. Hivyo ni kusema nimekuwa nikitembelea kwa neema ya Mungu. Number 2, kuwa kanisani. Usikue tu hauko mahali we ati I am the church. Ni kweli you are the church. Lakini lazima ukue mahali ambapo kuna mchungaji. Biblia inasema forsake not the fellowship of brethren. Ni kumaanisha hiyo fellowship iko na maana. Iko na maana kwa sababu mnatiana nguvu. Ni kama weke kuni moja kwa moto. Naam. Haifanani na ukiwa umeweka hivi, sio kama umeona yale mawe tatu kule kwa mafiga matatu. Unaweka huku. Ile moto inakuwa moto. Ndio. Moto kabisa, kwa sababu kuna mingi zimekuja pamoja, mko pamoja, mko na nia moja, mko na kazi moja mnafanya. Ndio. So ile fire, you're always ablaze for Jesus if you're somewhere, if you're planted somewhere. Yeah. Waimbaji ninawasihi tafadhali tupandwe mahali, tuko rooted mahali ambapo uko na mchungaji na uko na wenzako wamekuzingira. It's good also to have brothers, sisters wenye wanaweza kukuwekea check. Ndio. Kama unapotea njia hivi hakutakosa mmoja ama wawili wanakuambia ai dada, ndugu, hai hapo, ai hapana, sio hivyo, usiende hivyo, ama hapa ulikosea, lakini wewe rudi tu, tusonge na hii safari. Number 3 maombi pia. Maombi ni kitu ingine inakuanga ni ngumu. Watu wanashindwa kuomba. I see. Unasema Lord Jesus, unasema amen asubuhi. Ati umeenda kulala, lakini unasema let me pray before I sleep. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you, I give you praise. Before ufike nusu ulilala, asubuhi unaamka, nilikuwa naomba. Utakuja kusemea amen asubuhi kukicha. Ukishinda hiyo, ukiweza hiyo, hata shetani akuje na njia gani. So maombi. Hata kushinda. Maombi, soma neno. Pia ukiomba, usiombe tu unatapatapa huku na kule. Neno la Mungu ndilo huwa analitimiza. Kwa hivyo unaomba nini? Mwambie Yesu ulisema. Naam. Wewe, hata nimekumbuka song ya Angela. Yesu ulisema wewe ndiye Baba. Tuseme unapitia hiyo season ya labda umekuwa yatima ama umekuwa mjane ama uko na mashida.
unamkumbusha Mungu amesema nini, agano lake limesema nini. Kusio hali. Kuhusu hiyo hali. Usiombe tu unaomba tu you're just beating your fist in the air. Lazima ukue na lengo, nasema God, your word says you're the father to the fatherless. Your word says you're the husband to the widow. That is just an example to that situation. Unaona? Ndio. Hivyo basi Mungu atajibu, yeye anasema he will follow his word to perform it. Ndio. Hakuna lenye litakuja alafu limrudie bure. Ndio. If he has spoken, the word is God himself. Ukisoma John ya kwanza, John 1:1 said that in the beginning was the word and the word was God and the word was with God. Kwa hivyo hilo neno vile linasema ni Mungu. Ni Mungu mwenyewe. Sasa mwambie Mungu, huyu ni wewe, ulisema what is happening to me? Let him answer according to his word, because kuna scripture inasema sometimes we don't get answers because we pray amiss. Wewe unaomba tu hauna lengo, unaomba tu vitu hata zingine hata haziwezekani. Ndio. Wow. Yeah, but if you remind God of his promises, he is faithful. Anazitimiza kwa sababu yeye si muongo, si mwanadamu adanganye, he will fulfill them. So ni mambo mengi ndio, the focus, the faith in God, the prayers, the being somewhere in a church that preaches Christ. Sisemi ukwe mahali mnafuata vitu zingine hazieleweki. Sisi wenyewe wa Kristo tunashangaa what is this. Yeah, so wacha waimbaji pia tusikue watu wa muimbaji. Hata usitembee Sunday zote kwa mwezi. Ukiulizwa kanisa yako ni gani, where do you go to church, utauliza wengi hawana. Sasa Mungu amekuinua, una concert kila Sunday, melody. Umekuwa apostle. Apostle Oziashili. Mtume. Sasa ni sawa, hata mimi utembea, lakini sitembei Sunday zote. Mchungaji wangu, askofu wangu Bishop Kariuki na Reverend Veronica wanajua hata nikitembea nitawajulisha nimetembea, ndio maana siko. Hata umeenda na baraka zao. Hata nimeenda na baraka zao, ndio maana siko kanisani. Na nikihudumu pale nitahudumu kwa amani, kwa furaha, na nimeachiliwa. Sijapotea, sijasneak out. So hata ukitembea, usitembee zote mwaka mzima alafu hata una mahali pa kurudi. That is very important. Wow. Yeah. Thank you so much. Sasa hivi Jumapili kongamano ama tamasha linafanyika hapa kanisani GGV Meru Alabaster Festival. Mtu kufika pale, umesikia kina Jena Alero anakuja, kina Mwenda Gishuru, na Mpenda by the Mwenda anafanya kazi nzuri tena sana. Highly anointed man of God. Watakuwa pale. Kuingia ni vipi? Kuna kiingilio lazima tujue. Yeah. Hakuna kiingilio. Naam. Hakuna kiingilio. Tunaomba tu uje jinsi ulivyo. Naam. Ukija pale sasa, ombi letu ni ukija pale ukutane na hii t-shirt. Ama ukutane na kitambaa kimechapwa ile logo ya Alabaster. Yeah. Ama umeona kiu sana na unaona kuna chupa ya maji pale imechapwa pia Alabaster. Unaona ukipurchase ama ukinunua hii t-shirt utakuwa umetusupport. Ukinunua ile handkerchief utakuwa umetusupport. Kama you want to support us in a monetary form, pia labda tukimalizia nitapeana jinsi. Because sasa ile tamasha iko na mambo mengi ambayo tunayaweka pamoja ndio ikue nzuri na ya kufana na ya kupendeza. Na pia wageni wetu wakuwe salama, walale mahali pazuri, wawe na chakula kizuri. Ndio. Yeah. Tuwaheshimishe vile Mungu amewaheshimisha. Ni muhimu sana. Kwa hiyo ni muhimu kama unaweza kusupport dada yetu hapo. Tafadhali ukija, amesema kuna kiingilio. So ni vizuri kila mtu anapaswa kuwa pale. Na ukija pia just find a way of being a blessing to our sister. Labda hiyo t-shirt, kwanza mimi nipende hiyo t-shirt, ningependa black labda. Black. Mtu ana before Alabaster maybe anaweza kupreorder kitu kama hicho. Anaweza kupreorder. Yes. Labda nitapeana tu namba ya kwangu kama mtu anataka. Ndio ni sawa. Ndio tuwe na enough of them. Go ahead kindly. Namba yangu ni 0724934347. Narudia 0724934347.
224/7. Ukipiga ama utume ujumbe mfupi, hiyo message itanifikia, itakuja kwangu direct, alafu tutaweza kupanga na wale wanahusika na merchandise. Wow. So the entry is free, but you'll find things that you can purchase and you support us. Wow. That is awesome. Nataka turudie pia katika historia yako ya muziki. Lakini kabla hapo umeongea kitu kimoja, ukasema Alabaster Festival 2025 hii Jumapili hii tarehe 15 kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 1 usiku. Yes. Will be the Alpha edition. Yes. Yamaanisha kutakuwa na Alabaster Festival zingine labda baadaye? Yeah, wakati nilipata huo mwito ndio wa kufanya tamasha, ni kitakuwa kitu endelevu. Kitakuwa si ya kwanza kisha ya mwisho. Ni vile sijui Omega itakuwa lini, kwa sababu Omega sasa ni mwisho kabisa, sijui Yesu atakuwa amerudi. Sijui kutakuwa vipi, lakini Omega utafanyile mbinguni. Ama ni ile mbinguni. So ni kumaanisha it is infinite. Hii ni Alpha, lakini sasa zije zingine mingi until eternity. Wow. Yeah, that is how it came to me, and I know God is going to give us the grace. Wow. Mungu atatupea hiyo neema. Tumeanza vizuri, nimeona upendo mwingi na support nyingi, support kubwa, na mimi nashukuru Mungu. Na kama uko pale pia unasikia you would also want to be part of this, to support us, you are welcome. Hatuja kufungia nje, siku iko karibu. Yeah, so itakuwa endelevu. Wow. Itakuwa endelevu. Asante sana. Najua tumeongea mengi sana, na muda umesonga, lakini labda kurenew tu kidogo tukimalizia. Umetuelezea historia yako muziki, Melody imeanza kitambo, tangu utotoni. Nani huyo ambaye alikuvutia sana kimuziki, ukaanza kupenda muziki? Maana yake sidhani kama ilikuja tu hivi out of nowhere. Kuna watu ambao walikuvutia labda. Acha nipeane story kidogo. Nikiwa mdogo kabisa, unaona vile uko mdogo alafu unalilia mama yako akitoka. Ndio. Sasa I think my mom alikuwa amediscover napenda music. So kitu alikuwa anatumia kuninyamazisha ni zubaa, yani nazubaa, alafu anapotea. Nazubaa na dua hivi nikifurahia, then anachomoka. Kitambo kigundua hivi hayuko. Kitambo iishe nimefurahia, nikigundua wapi mama? Alishaenda kitambo, na sasa nitanyamazishwa tu na wale wako hapo, na niekewe wimbo nyingine. So nilikuwa nafurahishwa na ile kinanda. Ushaiona kinanda wewe? Ile ya kitambo. Ile ya record, ile ya kuweka record ya round. Ya kuzunguka hivi. Ndio ilikuwa inaninyamazisha. Santuri. Hiyo. Mlikuwa na santuri. Inaitwa santuri. Mlikuwa na santuri? Nyinyi mlikuwa deep state. Hapana. Kwanza nimekuwa nikifikiria, maana yake imefichwa mahali, baba yangu ameificha mahali, nimekuwa nikifikiria nitaenda nimuombe. Nikaenda archives. Sasa ile santuri nilikuwa naekewa CD kubwa sana, a plate. Kubwa a plate. Tulikuwa tunaita kwa Kimeru, tunaita sahani. In Kimeru, just a direct translation, hiyo record yake. So sikuwa nanyamazishwa necessarily na gospel. It was just any music. As long as it's music. As long as it's music, I would listen to, name them. I remember specifically Yvonne Chaka Chaka. South Africa. I could sing those songs. Wow. Yani sitaki hata kusema kina sijui ni Musaimo ama ni kina nani. They were just a mixture of all kinds of music. Yeah, and the reggae and the kina Franco, hizi na Malingala, hizi zote. So whichever yenye itawekwa, especially wakirealize na ifurahia sana wanakuwekea. So that is hapo ndio I think sasa ni growing up I realized I love music. Lakini sasa nilipojielewa sasa kutoka utotoni, ndio kuna sana tulikuwa tunaimba nyimbo za kikwaya pale kanisani. Lakini pia kuna zile sasa za individuals zilikuwa zinanipendeza sana. Na mimi siwezi tapatapa, nilikuwa napenda Mary Atieno. Wow. Mama Mary Atieno, legendary. Nilikuwa napenda Mary Atieno, hata saa hii niko na CDs zake. Wow.
Alpha na Omega, hakuna Mungu mwingine. Hiyo ingine ni hiyo Adam na Eva. Niko na zile unakumbuka disc compact disc hiyo, hata waleo nikijisikia sana nazicheza. Naangalia tu hizo video zake because zilinibariki na nilikuwa nazipenda zaidi. Nilikuwa napenda wengine lakini huyo alistand out. Wow. Enzi hizo nikiwa mdogo. So nilimpenda sana na alini inspire kuimba mziki ambao uko na meaning, mziki uko deep. Ndio. Naweza kuwa sijamfikia lakini Mungu ameniwezesha nika base mziki wangu kwa neno la Mungu. Wow. Si kuimba tu ukiimba tu bora upate tune. So I think hapo nimetoa inspiration. Now that was before I met now Jane in my adulthood. Jane nimemjua nikiwa mtu mzima, lakini naweza sema Mary Atieno amekuwa na mark kwangu. Wow. Then kukaja Angela Chibalonza. Pale kanisani utaona mara nyingi hata kama si siku zote lazima tu nitaimba wimbo Angela. Ni ukweli unaimbaga sana za Angela. Nilikuwa napenda sana Angela, nyimbo zake hata alipoaga bado ilikuwa affect aje alipoaga dunia, maana yake ilikuwa ghafla nakumbuka. Was it 2008? Nakumbuka nilikuwa na kamulika mwizi. Sasa mtu akanipigia. Nilikuwa nimetoka kesha hiyo Friday. Sasa hiyo kiasubuhi ya Saturday bado nimejiekelea ile kupumzika tu juu ya usingizi ya kesha. Sasa mama fulani akanipigia simu na yeye pia ni mwimbaji. So she was just giving me the sad news. Juu amesikia akaona sasa wacha niambie Melody. Juu alijua venye na siwezi kwa yani nilihisi uchungu. Unaona vile unahisi uchungu ni kama iko hapo ndani unahisi literally. Nakumbuka kale kasimu, sikuamini, kale kasimu nilikarusha kwa ukuta. Unaona ile reaction ya kwanza ya disbelief. Nilikarusha kwa ukuta nikafungana. Nikashindwa nimesikia nimeambiwa nini. Ilini affect na nikahisi kwamba kuna hiyo gap imetokea. Sasa nikashindwa kutatokea wapi Angela mwingine. Yani those were the questions. Kutatokea wapi Angela mwingine. Ilibidi niende hadi Sitam kwa ile memorial service. Wow. Though hawakumfungua tumuone lakini sasa ilibidi tu niende ndio. Juu sasa sitafika Kongo, si ndio? Sitafika Kongo kwa mazishi lakini Sitam iko hapa njiani Valley Road. Tulienda tu na marafiki zangu kwa hiyo service. At least ikatusaidia kuona the reality is here na hivyo lakini ilini affect. Mimi nakumbuka wakati nilikuwa college. Kuna students wengine hapo college. Mimi najua hata wengine walikuwa ni walevi, walikuwa wanakunywa pombe, bangi, lakini walikuwa kizungumzia Angela amekufa. Angela alikuwa anapendwa na kila mtu. Unaona paka hata wewe si wewe na kuona ukipiga vitu zako. Alikuwa anaona anazungumzia Angela kwa pia imemchoma. Alikuwa mama muziki ambaye aligusa wengi sana. RIP. Ndo sana aligusa mioyo ya wengi hadi wa leo. Hata kama hayupo sisi tuna enjoy tu muziki wake. So umesema kitambo ulikuwa mkiwa wadogo mlikuwa mna practice songs, mkiimba. Mshaimba nyimbo za tulize maybe mama ulikuwa unampenda sana Mary Atieno. Sijui unaweza kutupatia moja? Tulimbia PC. Yesu amefanyika bora kupita malaika na wanadamu. Jina lake limeridhi utukufu na heshima. Yesu amefanyika bora kupita malaika na wanadamu. Jina lake limeridhi utukufu na heshima. Yeye yule na miaka yake haitakoma milele. Yeye yule
na miaka yake haitakoma milele. Yesu ni mkate wa uzima, ndiye Alfa na Omega. Amina, shahidi wetu mwaminifu, mwangalizi wa roho yangu. Yesu ni mkate wa uzima, ndiye Alfa na Omega. Amina, shahidi wetu mwaminifu, mwangalizi wa roho yangu. Yesu amefanyika bora kupita malaika na wanadamu. Yesu amefanyika bora kupita malaika na wanadamu. Wow. Napenda sana kila wakati tunapoimba melody unakuwa unabariki moyo wangu tena sana. Na mtazamaji, kama tulivyosema, hiki ni kionjo tu, maana yake Jumapili tarehe 15 hii inayokuja kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 1 usiku. Inamaanisha nini? Umekwenda kanisani, labda ukwenda katika kanisa lako kwa ibada, umemaliza saa 8 kanisani GGV, tunaopiga mwingi saa 8 mpaka saa 1 jioni kwa Alabaster Festival, courtesy of a very own sister Melody Makena. Si ya kukosa tena sana. Amen. Yes. Asante. Labda tunapomalizia, najua story nyingi tukiwa na Melody tunapigaga story nyingi sana, hatuwezi maliza. Labda kuna maneno ya mwisho ungetaka tumalizie, alafu sasa tuende kwa Alabaster Festival, vile mtu anaweza kusupport kwa njia nyingine pia tafadhali. Labda sipendi kuassume kila mtu ananijua na anajua ni nyimbo gani nimeimba. Kwa sababu kunaweza kuwa labda naongea lakini mtu anauza na huyu naye ni song gani hiyo alianza kuimba kitambo. Because like recording ya kwanza nilifanya ya studio ilikuwa in 2009. 2009 ndio ulianza recording? 2009 bado nikiwa kwa harakati ya college hivi nikisoma. Bado nilikuwa nasukumia I just want to sing. 2009 nikaendelea hivyo 2013 tena nikarudi studio nikafanya videos. Hivi karibuni tukafanya nyimbo zingine, nikafanya moja na Kestin Mtiomba. Noma sana. So labda nitaimba ule ulikuwa wa kwanza na huu wa mwisho kidogo tu kuonjesha ndio mtu aelewe ni hizo zingine nimeimba zilikuwa hapa katikati, lakini kuna ule wa kwanza na huu wenye sasa ni most recent. Most recent, though kuna zingine ziko jikoni zinakuja anytime, lakini wacha nifanye hiyo kidogo. Hiyo nilikuwa nataka kutifanya mwisho, lakini vile umeleta twende nalo. Twende nalo. By the Melody amefanya nyimbo nyingi tena sana. Unaweza kwenda katika YouTube channel yake. Hebu tukumbushe by the YouTube channel. My YouTube channel is Melody Makena. Melody Makena, utaona hii sura. Melody Makena, utapata nyimbo za Kimeru na zingine za Kiswahili. Just search for Melody Makena songs. Kenda Melody Makena songs, you will find this face and you will find maybe the song I'll sing and many others. You can go there. Follow me also on Facebook. Kama hiyo tutasema baadaye. Tutamalizia, lakini muhimu kwa YouTube kwa sababu mtu anaweza kutembelea pale. Kuna song ilifanya wa kuabudu, ilifanya Karo Kirima, naipenda sana. Alafu kuna nani kama hiyo. Tokea mwanzo. Pako kaimba Kikongo. Wacha we. Oyo akoki kolinganga lokolayo. Oyo akoki kopesanga ikimya. Oyo akoki kopikisanga na maladi. Nani anaweza kukupenda, na anaweza kupatia kimya, yani amani, na anaweza kukuokoa ama kukuponya na magonjwa. Oyo akoki wacha nianze. Oyo akoki nukulayo. Oyo akoki kopesanga ikimya. Oyo akoki kopikisanga na maladi. Oyo azali nangu ya makasi lokolayo. Lokolayo azalite.
Lokola yo azalite yawe lokola yo azalite. Wow. Nani kama wewe? Hakuna kama wewe. Wimbo mkali sana, utafute katika YouTube channel yake utapenda. Inaitwa Nani Kama Wewe. Nani Kama Wewe. Patia vitu sasa. Mwadhani newe muredhi wakwa gotege ntombagekia. Mwadhani newe muredhi wakwa gotege ntombagekia. Yatumaga mboroga Bienine bienye kijigu Meurone yandoje Chako gimora Netumaga mboroga Bienine bienye kijigu Meurone yandoje Chako gimora Kogimora. Oh, Igwe morungu ompe jagainya. Igwe morungu ompe jagainya. Wetanya nani ndenainya yakorongama. Wetanya nani ndenainya yakorongama. Igwe morungu ompe jagainya. Igwe morungu ompe jagainya. Igwe morungu ompe jagainya. Igwe morungu ompe jagainya. Wetanya nani ndenainya yakorongama. Wetanya nani baba ndenainya yakorongama. The first one is Zaburi 23. Yes. Mwadhani newe muredhi wakwa. Then the second one says, it is you, Lord, that gives me strength. Wow. When you walk with me, I will be able to stand. Wow. Yeah, so I've combined the two. Yenye ulifanya na Kesi Mbogo. Wow. Ni hiyo ya Igwe morungu. It starts with Teomba ndeninka. So nimeweka ile pati ya mwisho ya it is you, Lord. Igwe morungu ompe jagainya. Wow. Yes. Thank you so much Melody, kwa kuwa na wakati mzuri. Labda tutarajie live record. Melody should do live record. Siku itafika. Yeah, tunakuombea siku moja ufanye live record. Amen. Asante sana kwa kuweza kutenga muda wako kuweza kuzungumza nasi. Najua tumepangilia muda mrefu, lakini wakati wa Mungu ndo sawa. Sasa tukifika Alabaster Festival, tuambie, umetuambia kuna vile mtu anaweza kusupport kwa njia nyingine, tafadhali. Yes. Pale ukija, tulisema mwanzo kuna t-shirts na other merchandise utaziona. Na pia katika yale matoleo. Ndio. Katika yale matoleo. Bado unaweza send money kwa ile. Na pia I think nitasema ngoja nikusaidie kidogo Melody. Unajua msikilizaji, mtazamaji, tuseme tu kweli. Hii si concert ama tamasha la kwanza kufanyika, zimefanyika nyingi, na ukizungumza na wale wameandaa hizi festivals ama haya matamasha, yanakuwa yana mahitaji mengi ya kifedha. Mwenda Gishuru ashafanya hapa na siye peke yake, kuna wengi wanafanya, na inakuwa inahitaji a lot of resources, inahitaji pesa. So nashindwa mtu kama huyu, na this is not a money making event, hapana, ni kuja tu kumwabudu Mungu. So inagharimu hela nyingi na rasilimali nyingi. Ndio maana yake wote tunaomba kama unaweza kusupport vitu kama hivi, na inaweza kuwa ni baraka sana. Ni kweli kaka, asante. Asante kwa kuokoa jahazi. Yes, tafadhali. Hatukuwa tumeongea na Melody by the way kama nitafanya hivi. Nimeona nimehisi kwamba ni vizuri
kuweza kuliongelea, ili pia mtu aweze kuwa pale, ambaye yuko pale nje, unaweza kuwa hata uko nje ya nchi, nje ya Meru, labda hata hutaweza kufika, lakini unaweza kumsupport kuweza kuandaa tamasha nzuri. Tafadhali unaweza kuendelea kuanzia hapo sasa. Asante kaka. Ndio. Pale tuna mahitaji mengi na tungeomba kama mnaweza kutusupport. Ndio. Tuko na paybill account. Ndio. Ambayo ukitumia itasoma tu Melody Makena, so inakuhakikishia imefika. Ndio. So tuko na paybill account ambayo ni 516,600. That is 516,600. Alafu account number utaweka 938357. 938357, labda nitarudia. Account name itasoma Melody Makena, utajua imefika. Paybill account ni 516,600. 516,600 is the paybill account. Then the account number utaweka 938357. 938357 itasoma Melody Makena, itakuwa imetufikia. Ukiingia pale uone vile kuko sawa, utajua mbegu yako iko pale. Asante sana. Thank you so much. Asante sana Melody. Nadhani mimi sina la ziada, umeweza kutupatia mengi zaidi kuhusiana na historia yako muziki, na pia kuhusiana na tamasha la Alabasta ambalo linafanyika Jumapili hii tarehe 15 kuanzia saa 8 mchana mpaka saa 1 jioni. Itakuwa baraka tena sana. So Jumapili hii, all roads leading to GGV Church Meru. Kanisa letu liko hapa Meru mjini tu, katika barabara ya KPC, just opposite Meru Fire Station. Utapata kanisa la GGV liko hapo. Fika hapo tukaweze kumwabudu Mungu pamoja. Amen. Yes. Welcome to Alabasta Festival, the Alpha edition on 15th, that is Sunday, June 2025, for the very first time. Usikose kuja saa 8 tuchape ibada na sifa kwenye tamasha hilo hadi saa 1 usiku, tukuachilie na baraka. Amen. Asante. Hizo viatu mkodokodo ama tutafute raba, tutafute dancing shoes. Usivae hizi, na kama utavaa hizi njoo na sandal ama flat ile iko chini, dancing shoes. Sababu sasa ukiruka na hii kwa masaa mangapi? 3 4 5 6 7 masaa 5. Wow. Usimame uruke, utachoka. Sasa ukiwa umetoka hivyo umeng'aria hizi, kuja na ingine ile ya chini, dancing shoes. Dancing shoes. Asante sana. Thank you kaka. Asante sana kwa muda wako Melody. Asante sana pia my crew hapa, mmefanya kazi nzuri tena sana, Chris, Brayo na Morris behind the camera. Asanteni sana. Mtu wa Philemon, by the way jamani mkali. Philemon. Allow me to say something about Philemon. Is my friend, is a good guy. Yani wale marafiki wazuri, but watu hawajui about music. Huyu jamaa anajua music. Is a vocalist. Mkali tena sana. Mara kwanza nilipomsikia, nilikuwa nimezoea kumuona akicheza keyboard. Kuimba, is a great vocalist. Kwa keys hapo, I say huyu jamaa mkali, ako sawa. Akanishangaza, nikamuona akicheza bass guitar. Bass guitar namuona kwa drums. Alafu sasa surprise ya mwisho, lately hivi juzi nikaona ameshika solo guitar. So basically mimi niko na Philemon na acoustic. Na hapo akona acoustic. Niko na Philemon naona tu an ensemble ya music, ni orchestra. Yeye anacheza muziki wote. So thank you so much my brother kwa kuweza kuja. Ndio hoko bwayo. Ndio hoko bwayo. Nataka kusema kitu. Sema kitu. Sema kitu. Thank you. Philemon anakuaga si mtu wa maneno mengi, lakini a very good brother. We love you bro. Asante sana kwa kusupport our sister. So mtazamaji, asante sana kwa kuweza kutazama video hii tangia mwanzo mpaka sasa. Nikushukuru kwanza wewe ambaye umefuatilia video zangu YouTube channel yangu, umekuwa watch videos, una like, una comment, una share. Jamani nakuthamini tena sana. Na kwa njia moja ama nyingine, labda hujasubscribe, shuka hapo chini kuna kisanduku chekundu kimeandikwa subscribe. Finya hicho kisanduku, na pia kuna kengele, finya hiyo kengele ili wakati mwingine nitakapobwaga mzigo mwingine tu unakuwa kwanza kupata taarifa. Naitwa General Kakaboni, na hema nasema kwa rehema na neema nipo huru, na shukuru maana nimeona nuru, Mungu anasaidia. Bwana vipi? Bwana shwari. Tupatane katika video nyingine. Asante.